Kuna nini tena? Ngoja kwanza. Ni nani huyo? Kaka Sika kaingia ndani anakimbia. Kumbe ni Sika. Huyo achana naye. Huyo nishamzoea huyo. We Sika. Sika? Na babu. Vipi? Mbona unaema hivi? No. Kwa nini kaka Sika kakimbia ndani? Mimi hata sijui. We Sika. Namba. Vipi? Sinaelewa nimetoka katika mihangaiko yangu ile. Nimetoka kufokoa huko. Sasa nini? Wameninasa, mimi nikawachopoa. Mimi nakwambia kila siku Sika. Hiyo Sika, wewe kazi yako unavyotaka kuifanya hiyo. Hutaki kunielewa tunachokisema. Bora tungefanya hata biashara. Ungeuza hata karanga, juisi, hapo ndani pana hilo friji bovu. Tungelitengeneza hilo ukawa unauza hata mabarafu wao wanauza maji. Tungepata hela ya halali, lakini hiyo mjukuu wangu sasa kama wangekukamata huko wakikuua mimi nakuwa mgeni wana. Babu unafeli. Mimi unaelewa nikikwapua huko nikileta hapa unakula, una relax nini? Ndogo wangu Shadi hapa namzingatia hela za shule. Vipengele vyote mimi namaliza kwa mambo hayo ya wizi. Alafu ndo wizi huo ndo umeingia damuni mwangu. Alafu unavyoniambia hivyo, babu utazinguana. Sasa kaka, hiyo kazi unayofanya inakupa umuhimu gani? Bora useme na wewe dada mtu. Sasa mdogo wangu unavyoongea hivyo, wewe bado mtoto mdogo sana kwangu. Alafu najua mimi ndo wa kwanza. Haya bwana, mimi sina hata mengi ya kuongea. Na baba anakusisitiza hapo, anaambia sijui ukiacha, sijui utokula, sijui nini. Mimi nanyamaza. Taya ni usiana. Sema babu. Mimi nataka niingie hivi kati hapo kuna kipengele kwa nakufuatilia. Unaenda kuamsha tena? Babu wewe nini? Wewe tulia, acha niyeyushe hiyo. Shadi. Nikirudi hivi nakuletea vizawadi au vipi? Sawa, kana mume wako hapo. Babu. Wewe haya tu. Wewe sema babu. Mbona leo uniagi kiuni? Amida babu. 5 hujanipa au ndo kwa sababu sikuoni. Mimi nakutakia mema. Haya. Niambie mjukuu wangu. Yaani babu. Maisha ya nyumbani kusema kweli nimechoka. Kwa sababu baba tangu mama alivyofariki. Ana kazi ya kubadilisha wanawake ndani. Yaani yeye tu. Ile siku moja Ankolongolongo alienda akamshauri kuwa usibadilishe sio wanawake ndani, mtoto namfundisha nini? Akamwambia asiingilie hayo mambo. Mimi pia nikamwambia hivyo, akasema wewe hayakuhusu sijui nini, mimi nikanyamaza. Ndio mpaka hata sifuatilia. Naomba hata na wewe pia umshauri baba. Swala la kumshauri baba yako linakuwa gumu kwa sababu sio mara moja ashauriki. Alafu pia jambo jingine niweze nikwambie kwa swala la kusema wewe utoke kule uje ukae hapa. Hiyo ni ngumu sana kwa sababu hapa maisha yenyewe si tunadanda kama hivi. Kaka yako amekwapua huko, amekimbizwa, akirudi hapa watu wakija hapa wananiona mimi hali yangu niliyokuwa nayo, wanamsamehe, wanaondoka. Alafu tena wewe tena nije nikuweke hapa. Mwisho wa siku atasema huyu babu amewachukua wajukuu zake hawa, amewaweka hapa ili wao wanafanya matukio ya ajabu. Lakini wewe unusulike kwa sababu unasoma. Naomba tu ukae kule mpaka utakapomaliza masomo yako, tuone utakuja kutusaidia vipi hapa. Lakini kusema uje ukae hapa sio sehemu salama mjukuu wangu Shadia. Nakuomba. Sawa baba, nimekuelewa. Sawa. Mimi nipo hapa napunga upepo kwanza. Watoto wa siku hizi. Dada. Bora nimekuta nyumbani kwako. Kwa sababu nimetoka pale ofisini kwako nimeangaza kuna kwa sija kukuta. Yaani kamini muda hutakuwa nyumbani. Na mimi kuna moja kwenye kufuatia hapa. Ndio hivyo ndugu yangu, biashara zenyewe sasa hivi zinaenda ovyo leo. Kwa unaona kukaa muda mwingi ofisini kujipotezea muda tu. Kwa maana mwana tu nifunge, nijizame nyumbani. Hapa nilipo nina madeni kwa. Kila pesa napata naingizia kwenye marejesho. Hapa nimefunga lakini sijajua kesho nitaji naotolea wapi.
Ubona ndugu yangu ulivyokuja hapa. Alhamdulillah, najua utafanya jambo. Kiukweli kwa sana changamoto kubwa sana unikabili. Bana kufuata wewe, basi na mimi ndo msaada wangu, unaweza kunisaidia na kila kitu kiwe sawa. Mungu. Kwa hiyo wewe umenisikia mimi nazungumzia shida, naona naletea shida zako. Wakati wewe ulipo hapo ni kula kulala. Una mtoto, una mke, useme labda una majukumu yamekuzidia. Unakula kwa mama, unalala kwa mama. Yaani kwambia dadangu, laiti ungejua kwamba changamoto gani nikabili, usingesema hata hivi. Kiukweli changamoto kubwa sana. Yaani mpaka mimi kuja nyumbani kwako, mida hii nimekufuata wewe. Kiukweli na changamoto kubwa sana unikabili. Nahitaji msaada wako. Haya, una changamoto gani? Mida hii nimekufuata wewe. Kiukweli na changamoto kubwa sana unikabili. Nahitaji msaada wako. Haya, una changamoto gani? Mimi pale nyumbani kuna mwanamke naishi naye na ana mtoto mdogo. Lakini bahati mbaya pia yule mtoto hajisikii vizuri. Kwa hiyo nikasema kwamba nije kwa dada yangu, japo niazimishe japo shilingi 10,000 tu, nikachukue dawa kwa ajili ya yule mtoto. Hiyo ndio changamoto yangu unikabili kwa sasa. Hebu ngoja mwanzo. Ngoja nikuulize kitu. Kwani mimi na wewe tuna ugomvi ndugu yangu? Yaani umepata mwanamke, umempa ujauzito, amezaa na mtoto na hujaniambia. Leo ndo huyo mtoto wenu ana matatizo na unakuja kuniambia kwamba mtoto ana matatizo. Je, singekuwa na shida? Kwa mimi nisingejua kabisa kama una mtoto, si ndio? Kwani mimi na wewe tumegombana ndugu yangu mpaka tunafikia huko? Makubwa haya. Dada yangu, mimi nadhani kwamba tukimaliza kwanza la tatizo ambalo lipo mezani hili. Alafu mambo mengine mtoyamaliza. Kama ni taarifa ningekupa tu, muda ungefika ningekupa taarifa kwamba nyumbani kuna 1 2 3. Ila kwa sasa naomba tumalize hili, alafu vitu vingine vyote vitakaa sawa. Sawa. Kwa hiyo umesema wifi huyu mtoto wake ana umri gani? Kiukweli yule mtoto bado ni mdogo sana, kwa sababu hata kukaa penye hajaanza. Kwa hiyo kifupi bado ni mdogo yule mtoto. Sasa sikia nikwambie kakaangu. Unajua kipindi cha kati hapa biashara yangu iliomba vibaya mno. Nikaamua kwenda kwa mganga. Sasa nilivyoenda mganga akanipa dawa, akaniambia kwamba nimtafutie mdada mjamzito au mwenye mtoto mdogo. Kwa hiyo nikapambana, nikampata mdada akanifanyia hiyo dawa, ikabuma. Kumbe sio mjamzito wala hana mtoto mdogo. Nikarudi tena kwa mganga kwa mara nyingine. Akanipa tena dawa ile na masharti yale. Kuna shoga yangu nikamtegemea atanisaidia nifanyie hiyo dawa. Nimeenda nyumbani kwake, namkuta mmewe tu na mtoto. Yeye kaondoka zake amegombana. Kwa hiyo bora wao walivyoniambia hapa kama wifi ana mtoto mdogo. Fanya kitu kimoja kakaangu. Nisaidie kuongea na wifi yangu ili aweze kunisaidia kufanya hiyo dawa. Mimi naamini akinisaidia biashara yangu itaenda vizuri. Alafu hizi shida ndogo ndogo ambazo unapitia nitaclear vizuri tu chapa. Au unaonaje? Mimi nimekuelewa. Lakini kiukweli hiyo kazi ni changamoto kuifanya mimi. Cha kushauri kitu kimoja tu. Njoo pale nyumbani uzungumze naye mwenyewe ili mkubaliane. Kwa sababu nakujua ni mtu mmoja ambaye unajua kuforce sana. Kwa hiyo ukimshawishi yule hawezi kukataa.
Na ninavyokujua ndugu yangu, wewe ni mtu ambaye hujawahi kushindwa kitu chochote kile. Kwa hiyo jukumu labda nikuachie mwenyewe kalifanye. Kama kikubali atakuja kufanyia, na kama kikataa basi. Ila kwangu mimi ukweli ni ngumu kulifanya tatizo, kwa sababu kwamba nizungumze naye ni mshawishi itakuwa ni changamoto kiukweli. Kwa hiyo tunakuachia mwenyewe kumalizana naye. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Nitakuja huko nyumbani. Ila nawe nakuomba uende ukazungumze naye. Na maana mimi nikija nakuja kumaliza tu. Na endapo swala likifanikiwa, na kuahidi ndugu yangu, hizi shida ndogo ndogo zote nitatua. Na hata sasa hivi unapoenda nyumbani, nenda duka la madawa, kakope dawa. Nikija nakuja kulipa. Sawa? Sawa. Wacha mimi niondoke basi. Kuja kufa kifo kibaya kwa vitu vidogo vitakuponza nyao wewe. Sasa hii simu ulikuwa unaiba nini? Utakuja upotee bado mdogo. Sasa hii simu ulikuwa unaipeleka wapi? Shenzi wewe. Muangalie kwanza. Simini hapa. Na kwangu dada, asante. Asante sana dadangu. Poleni lakini. Asante sana dadangu. Maana nilikuwa nishachanganyikiwa mwenzako. Poleni. Ndio watoto wetu wa Uswahilini hawa. Si ndio Uswahilini kwetu. Nimeshajua basi tayari, yani basi. Mimi napika. Ngoja kwanza. Watoto njaa sana yani. Kweli ndio watoto wetu wa mitaani. Aisewe. Yaani wewe dada una moyo sana. Haya bwana, mimi napika. Ngoja basi nikushukuru hata kidogo. Si unajua yani. Yaani saidia tena. Nashukuru sana. Sijajua mchana leo ningemalizaje. Hamna shida. Hivi vitu vidogo vidogo. Kama ulijua maana ndio sijali bwana, si binadamu. Asante. Nashukuru. Usijali dadangu. Ila muwe makini, si unajua mitaa yetu hii. Wewe acha tu, si wageni huko. Basi kwani makini. Asante sana. Dada, asante. Kwa elimu. You must have mine.
Safari ndefu sana lakini ni fupi pia. Ni kuna mengi ambayo nimepitia. Kuna muda unaweza kushimwisho siyo tarajia, ila nakushukuru labana. Kuna mengi ambayo nimeyashuhudia. Mtu unaweza kufa bila hata kutarajia. Japo kuna watu tuliowakosea, ila tuomba mtusameni sana. Moyo wangu umepitia magumu sana, ya Rabbi maisha yangu mwisho wake bado hujajulikana. Baridi kali, mvua, jua laniwakia, muda wote ninatanga na njia. Naishi kama vile yani mwanamke wa hatima yangu haijajulikana. Maisha ndiyo yamefanya vibaya. Sishangai ukinita malaya. Ila naamini nitakuwa sawa. Yes, yeah. Umechoka sana? Nimechoka. Sasa itakuwaje? Angekuwepo mume wangu eti asingetokea. Sasa useme hivyo. Unajua tunatakiwa tupambane, angalau tukipeleka tupate la kula. Usilie. Tunabidi tupambane. Sisi hatuna mtu wa kututetea. Tunatakiwa tupambane wenyewe. Sasa ukilia hivyo mimi unakuwa unanikosesha amani. Nakuwa unakosa amani ya moyo. Wewe ndo mkubwa. Unatakiwa unishawishi mimi niweze kupambana. Sasa ukilia unategemea mimi nitafanya nini? Nakuomba tafadhali. Usilie, sawa? Tumboni na mtoto napitia changamoto, naonekana kakituko, nashukuru napoiona kesho. Tabasamu limepotea usoni, wapo walobadili majina, adhabu motoni. Wewe ungekuwa mimi ungewezaje? Wewe ungekuwa mimi ungefanyaje? Maisha ndiyo yamefanya vibaya. Sishangai ukinita malaya. Ila naamini nitakuwa sawa. Basi mimi naenda. Sawa. Ila yule Daudi atakuja kufa kifo kibaya sana. Wana Daudi aje kusikia Yaani anajiita si kafupe fani anakufanya nyua. Sasa endelea siku ya kusikie. Bwana wenyewe mtajijua wenyewe, mimi naondoka zangu bwana. Haya bye kesho. Changa chapu.
Angalau sinibambikie. Kata. Nikate? Haina noma. Mbona ncheka vipi? Umeona kiuno cha Kigoma hivi? Kata kiuno, kata karata. Kalata. Aisee. Nishazoea singeli, miuno. Umeniambia kata na mimi nikaanza. Umeona kiuno kipo? Haina noma. Ankola kugonga hizi 3. Unanipiga goli 3? Umelisi wewe. Ushalisi kwa baba tayari. Twende. Na nipe mavi. Mavi? Sasa mavi mimi natoa wapi? Nikacha kutafuta sababu. Kisa umesikia na kupiga hapa, nipe mavi kwenye karata, cheza. Kwenye karata kumbe. Haya hapa. Nipe moyo. Nini? Nipe moyo. Wewe koma. Tena koma, kuwa na adabu. Ni mtu mzima, kuwa na adabu. Wewe watoto shule hujawaona? Kumbe wewe msili. Wewe siku ile nimekuuliza pale. Una mchumba shule ukasema huna. Nipe moyo kwenye karata. Moyo kwenye karata. Nikajua umeanza tabia za unisinifu. Kama baba yako. Hii hapa. Nipe kisu. Ngoja nende ndani. Wewe, kisu hapo kwenye karata. Kisu kwenye karata? Wewe unanichanganya bwana. Hii hapa. Nipe jembe. Wewe baba na majembe mndani? Nipe jembe la kwenye karata. La kwenye karata, nikajua jembe la kulima. Hii hapa. Nipe kisu. Ngoja nende ndani. Kisu kwenye karata, sio kisu ndani. Sasa unafafanua anko, unafafanua bwana. Hiyo hapo. Mama toba. Napitia changamoto, naonekana kakituko, nashukuru napoiona kesho. Tabasamu limepotea usoni, wapo walobadili majina, adhabu motoni. Wewe ungekuwa mimi ungewezaje? Wewe ungekuwa mimi ungefanyaje? Maisha ndiyo nimefanya vibaya, sishangai ukinita malaya, ila naamini nitakuwa sawa.